kuwafahamisha watu na ikiwezekana kukiponya chama chetu. Kuna watu hawajui, kuna mambo yanazungumzwa. Alizungumza mheshimiwa juzi, nafikiri mheshimiwa Bolo. Kuna mambo yanazungumzwa. Mimi nilikuwa timu Mbowe, ndugu zangu. Mnajua namna ambavyo nilishughulika na timu Lissu nilivyokuwa naishughulikia. Bila kificho kabisa. Nimepambana nao. Kati ya watu ambao walikuwa wanapigana kwenye timu, mimi nawapigia simu waliokuwa wanaongoza timu wakina Dani, nawaambia twendeni tutoke tuseme, tusikae kimya. Nilikuwa ni mimi. Na mimi nilikuwa naita vyombo vya habari, hata wao siwaambii, nazungumza, nasema, kwa sababu tulikuwa kwenye mashindano ya uchaguzi wa ndani. Mimi nilitumia nguvu zangu nyingi, na ndio maana hata sikujilaumu tuliposhindwa, kwa sababu nilifanya kazi. Lakini kwa bahati mbaya kuna watu hata hawakufanya jukumu lolote, leo wanageuka eti kuwa na uchungu na Mbowe kuliko sisi. Mimi nimekaa Dar es Salaam siku 3, nimeenda mpaka nyumbani kwa Freeman. Tumekaa kikao tunazungumza baada ya kushindwa ule uchaguzi. Tulikuwa tuna makovu, lakini lazima maslahi ya Chadema yaende nini? Mbele. Tumefika hapa, tumezindua kampeni ya no reform no election. Nimehakikisha mkutano unafanyika wapi? Mbeya. Watu wakatengeneza propaganda, huyu mwenyekiti ni timu Mbowe, mkutano utafanyika Mbeya. Mkutano wa kufanyika, mikutano ya Mbeya imefanikiwa. Sisi tunaipenda Chadema, hatumpendi mtu. Watanzania wanaiamini Chadema. Huwezi ukaleta mchezo kwenye chama. Sasa wanasema Lissu, mheshimiwa Lissu, mheshimiwa Heche ni watu wabaya sana, wanyanyasa watu. Mimi nataka nisema ni maneno ya uongo sana. Inawezekana kwenye hizi timu kuna watu wabaya, wapo kweli, wapambe. Wapo, ni jambo la binadamu. Kuna wapambe wa Heche, kuna wapambe wa Lissu. Lakini mimi nasema na hapa mbele za Mungu, kama kuna mtu mwema, Lissu ni mtu mwema sana. Tumekaa hapa, nimempokea mheshimiwa Lissu, amenikumbatia, aliniona na alikuwa anajua nilikuwa nampiga misumari. Mheshimiwa Heche, tumemaliza uchaguzi siku ile, wajumbe wengine wamekimbia, mimi niliondoka mapema, lakini kwenye baraza kuu nilikuwepo. Kwenye kudhibitisha wajumbe nilikuwepo. Sikukimbia, nilikuwepo. Wamemaliza, tumeenda kukumbatiana na mheshimiwa Heche na mheshimiwa Lissu. Nikiwapongeza, ndio siasa na ndio komavu. Sasa unasemeje hawa watu ni wabaya? Wamekuja hapa, mimi nimefanya kazi na Heche siku 3 za kwanza tukiwa hapa mkoani Mbeya. Ameondoka, ameenda Njombe, amerudi tena baadaye kutoka kusini. Nimekaa naye mheshimiwa Heche hapa siku 2. Tunazungumza naye, hana shida. Na tunapeana na dili zingine. Unasemeje huyu mtu mbaya? Hakuna mtu ambaye aliniuliza wewe ulikuwa timu Mbowe. Haya maneno yanatoka wapi? Unajua najiuliza Ametoka mheshimiwa Lissu Sumbawanga. Nimeenda naye, nimemuomba mkutano wa Chunya, hukuwepo. Amekubali, kanipa ushirikiano. Tumefanya mkutano Chunya Makonglos. Tumerudi hapa na mheshimiwa Lissu, tumekaa mpaka saa 8 za usiku Dezeria. Tunafanya mkutano mchana, Sugu ananitania na sasa, kaka umebadilika haraka. Namwambia hii ndio Chadema ambayo watu wanaitaka. Anasema mimi mwenyewe nimeshangaa. Lissu ni mtu mwema sana na ana roho njema. Nimefanya naye kazi Mkasi huko, tumeenda mpaka wapi Sumbawanga. Mwenyekiti ni hana noma. Shida ni wapambe. Sasa sisi unaondoka Chadema kwa sababu ya wapambe. Hata tungeshinda timu Mbowe, ukweli ni kwamba kuna watu ambao ni wapambe ambao muda wote wanataka wawe pembeni ya bosi. Lakini kuna watu ambao tunajua jukumu la uchaguzi likiisha, tunakwenda kupambana pamoja kama chama. Kwa nataka niwaombe wa Tanzania, ukiona leo mtu anatengeneza propaganda, anatafuta uhalali wa kutaka kuondoka Chadema. Lakini nawahakikishia wa Tanzania na niwatie moyo, Chadema haitakufa kwa sababu ni mpango wa Mungu. Sisi tutakufa, lakini kama kusudi la ukombozi wa nchi hii linabebwa na Chadema, litafanyika na Chadema wenyewe. Haiwezi kufa na haiwezi kuondoka mpaka tuhakikishe tumechukua dola hii. Kwa hiyo leo hii ukiona kuna propaganda za watu wachache si wanaenda Chauma, nataka niwaambie tu muwapuuze. Wana haki hiyo ya kikatiba. Lakini hapa hata wangewasawa leo wanapokea 3000, lakini hata kama wataondoka, hii Chadema ina wafuasi mamilioni kwa mamilioni. Wengine wako ndani ya Chama cha Mapinduzi. Na nataka niwaambie wapo hata wana sisi wananipigia simu kwamba kwa Maeni hakuna kuondoka. Nataka kupumzika, si bora uende sisi, mnaenda Chauma. Kwa ndugu zetu wale wanapoteza muda, wengine tunawaonea huruma. Tuliwaamini ni mabinti, tuliwaamini watu wakapewa heshima ya kugombea, lakini wamepuuza kwa sababu tunajua si wao, ni tamaa. Kila mmoja kwenye siasa amekuja na matamanio yake. Mwingine anatamani ubunge, mwingine anatamani udiwani, na wengine wanatamani ukombozi wa kweli. Wengine wanatamani nchi yetu kuwe kuna unafuu wa maisha. Nchi hii ndugu zangu inaelekea pabaya. Nenda maeneo leo ya uchimbaji yameshikwa na Wachina wanaendesha maguta, wanaendesha bodaboda. Njoo hata Mbeya mjini unakutana na Wachina wanauza popcorn, wanaendesha magari. Ajira za wazawa zimevamiwa. Nchi inauzwa. Sasa kwa sababu ya mambo haya ndio maana wengine tumekubali na tumechagua wito huu wa kufanya
na tutaufanya kwa kuchoka. Tutaendelea kupambana kwa sababu tunajua jukumu hili ni la kimungu, tutaendelea kulipa. Ndugu zangu, sababu za kutopewa ushirikiano hizo nimesema hazipo. Viongozi wetu wanatoa ushirikiano kwa kweli. Na hata leo nilikuwa nazungumza na Mheshimiwa Heche. Mnaendeleaje? Sasa mnataka ushirikiano gani? Ushirikiano uliokuwa unataka hawa watu wanaosema ni upi wa ushirikiano? Mimi sielewi, kwa sababu kama ni ushirikiano wa kazi, kila mmoja anafanya kazi kwa sehemu yake. Kama ambavyo sisi tunapewa ushirikiano chini, na ndivyo ambavyo viongozi wetu tunawapa nini? Ushirikiano, na ni watu wema. Kwa hiyo masuala ya matimu, na niwaombe tu kama kuna watu wako Chadema waliokuwa timu Lissu, waache mambo, kwa sababu wapo nia mbaya ambao wanataka upambe tu muda huo. Waache hizi habari, tukijenge chama chetu. Lakini kwenye viongozi